Rais William Ruto alitangaza mafuno ya kwanza ya mahindi ya mradi wa Galana Kulalo. Faith Kipyegon ndiye bingwa kwenye Atlas NYC ya mwaka huu. Jaji mkuu Martha Koome ateua mahakimu 200 kuimarisha utoaji haki. Ni saa 1 asubuhi majira Afrika Mashariki. Hujambo na karibu kwenye nususi ya mambo kiutendeti. Jina langu ni Koech Victor. Nususi ya mambo kiutendeti. Na tukianza, Rais William Ruto alitangaza mafuno ya kwanza makubwa ya mahindi kutoka mradi wa chakula wa Galana Kulalo ulioko katika kaunti za Kilifi na Tana River, akisema ni hatua muhimu katika kuongeza uzalishaji wa chakula na kupunguza utegemezi wa uagizaji kutoka nje. Aliongeza kuwa ekari 330 ziko katika mavuno kwa sasa, kila moja ikitarajiwa kutoa kati ya magunia 28 hadi 30 ya mahindi. Na akaeleza zaidi kuwa ekari 1500 tayari zimepandwa, huku ekari nyingine 1700 zikitarajiwa kulimwa kufikia mwisho wa mwaka huu na kufanya jumla ya ekari 5400. Rais Ruto alisema maendeleo ya Galana Kulalo yanaonyesha ukuaji wa taratibu katika sekta ya kilimo na ni ishara ya matokeo ya mageuzi yanayoendelea ili kuongeza uzalishaji. Alisema mradi huo unatarajiwa kuimarisha usalama wa chakula, kupunguza gharama ya maisha na kuiwezesha Kenya kuzalisha mahindi ya kutosha kwa matumizi ya ndani, huku akiongeza zaidi kwa ajili ya kuuza nje. Nususi ya mambo kiutendeti. Tukisonga mbele ni kwamba seneta wa Mandera Ali Roba amemshambulia vikali waziri wa zamani wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i, akimtaja kuwa kiongozi asiyeelewa majukumu yake aliyewahi kushikilia wadhifa huo. Akizungumza katika mkutano wa hadhara uliohudhuriwa na wakazi pamoja na viongozi wa Mandera, Roba alimlaumu Matiang'i kwa kuendesha wizara hiyo vibaya na kukosa uongozi bora wakati wa utumishi wake. Aidha, Roba alimtaja Matiang'i kuwa hastahili kuwa rais kwa madai kwamba utendaji wake serikalini haumfai kuongoza taifa. Nususi ya mambo kiutendeti. Kwenye habari za michezo ni kwamba mwanariadha nyota wa Kenya Faith Kipyegon ameibuka mshindi tena baada ya kutua ubingwa wa mbio za maili za wanawake kwenye Atlas NYC wa mwaka huu zilizofanyika mjini New York saa 3:30 alfajiri kwa siku za Kenya. Aidha, alimaliza kwa muda wa dakika 4 sekunde 17.78 akiweka rekodi mpya kwa mashindano na kuwa mwanamke wa kwanza kukimbia maili kwa kasi zaidi katika ardhi ya Marekani. Wakati huo huo, Kuda Fsegi wa Ethiopia alishikilia nafasi ya pili kwa muda wa dakika 4 sekunde 19.75, huku Nikki Hiltz wa Marekani akimaliza watatu kwa dakika 4.32.51. Kipyegon alichinyakulia zawadi ya dola 60,000, takriban shilingi milioni 7.9 za Kenya, na kuendelea kuthibitisha ubabe wake katika mbio za kati na za kuimarisha hadhi ya Kenya kama taifa lenye nguvu duniani katika riadha. Nususi ya mambo kiutendeti. Tukisonga mbele ni kwamba Jaji Mkuu Martha Koome amechapisha rasmi kwenye gazeti la serikali uteuzi wa mahakimu zaidi ya 200 kote nchini kutatua kesi maalum. Mahakimu hao watafanya uamuzi wa kesi kuhusiana na ufisadi, mazingira, mizozo ya ardhi, uajiri na mahusiano ya wafanyikazi pamoja na kesi za uhalifu wa kiuchumi. Hii ni sehemu ya mageuzi katika idara ya mahakama nchini yanayolenga kuboresha utoaji huduma. Mahakimu 6 waliochukumiwa kushughulikia kesi za ufisadi na uhalifu wa kiuchumi wakiwa ni Maureen Iberia, Victoria Acheng Ochada,
Janet Wadia Nyamu, Wilson Kipchumba Kitur, Christabel Irene Agutu na Chafet Cheruyot B. Mahakimu wengine 58 watasimamia kesi za mazingira na mizozo ya ardhi. Idadi nyingine ya mahakimu 144 watashughulikia kesi za leba na uajiri. Nususi ya mambo kiutendeti. Na msikilizaji, niruhusu nimese tamba la maji kisha nikirejea na habari za kimataifa. Habari za kimataifa zikiletwa kwako hapa ndani ya 99.9 ECN Radio, kituo nambari 1 cha kijamii. Saa kadhaa baada ya makubaliano ya kusitisha vita kati ya Israeli na Hamas kufikiwa, Wapalestina waliokuwa wametoroka makwao sasa wameanza kurejea kaskazini mwa Gaza. Wanajeshi wa Israeli wameanza kuondoka Gaza, huku waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu akimshukuru Rais Donald Trump wa Marekani kwa kuafikisha makubaliano hayo. Hata hivyo, vikosi vya ulinzi vya Israeli IDF vimesema vitaendelea kuondoa viishio vyovyote chini ya mkataba huo uliotangazwa kwa mara ya kwanza na Rais Trump juma lililopita na kutiwa saini baada ya mashauriano ya siku kadhaa nchini Misri. Israeli sasa ina saa 24 kuondoka hadi sehemu iliyokubaliwa kwenye himaya ya Palestina. Hamas baadaye itakuwa na saa 72 kuwaachilia mateka wote wa Israeli wanaozuiliwa huko Gaza, huku Israeli ikiwaachilia mamia ya wafungwa wa Palestina. Marekani itawapeleka wanajeshi zaidi ya 200 nchini Israeli kusaidia kufanikisha mpango wa usitishaji vita. Haya yamesemwa na maafisa wa Marekani. Nususi ya mambo kiutendeti. Kufika hapo msikilizaji, sina la ziada kwenye nususi ya mambo kiutendeti. Jina langu ni Koyaji Victor. Uwe na siku njema. Kwaheri.